Tumempata mwanamke wa Kiislamu anafanya kazi ya ukahaba. Huyu mwanamke ilikuwaje akaanza kufanya kazi ya ukahaba? Alimpata mume wa kumuoa, wazazi wake wakamkataa huyo mwanamume kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu ya kabila lake. Wakamwambia, ule naye akawaambia, mimi nisipoolewa na huyu mwanamume mimi sitokubali kuolewa tena, na ndo wakaifungisha nikah. Lakini wakamwambia, kuanzia leo sisi na wewe ndo mwisho. Wakakata uhusiano na huyo mwanamke, wazazi wake, wajomba zake, maami yake, mandugu zake. Huyu mwanamke akazaa mtoto mmoja na ule mume akafariki. Alipofariki, katika watu wake huyu mwanamke hakuna hata mmoja alihudhuria kwenye mazishi ya huyu mwanamume, kwa sababu ameshakata uhusiano. Sasa mwanamke hana kazi, hana mbele, hana nyuma. Anatuambia, jamani, mimi nisipofanya kazi kama hii ya kuuza mwili wangu, unataka mimi nifanye nini? Pamoja na kwamba hii swali hafai kuuliza kama Muislamu wa kweli. Wewe matatizo ulionaye, hauna haki ya kuingia kwenye mambo ya haramu kwa sababu nitafanya nini mimi. Wewe wacha kwa sababu ya Mungu, shikamana na njia ya Mungu, na Mungu ndo ambaye anayepeana riziki. Lakini utamjibu nini ndugu yangu? Na wallahi akatuambia sisi baada ya kukaa naye muda mrefu kwamba mimi niko tayari kuacha hii kazi ya ukahaba. Najua ni makosa wallahi, mimi wallahi nayafanya, sina budi tu. Wakati mwingine nafanyiwa mimi huku nalia, sina raha. Nafanya kwa sababu nani atanilipia renti ya nyumba? Nani ambaye atawalipia mtoto wangu school fees? Nani ambaye ataniletea chakula nyumbani? Lakini tulipomuuliza ni biashara gani ambayo unaweza kufanya wewe, akasema, mimi bwana, mama yangu alikuwa anauza mitumba, alikuwa anaenda Kikomba hapa anafanya kamera, mimi nina ujuzi wa kuuza mitumba. Tukamuuliza, unahitajia kama pesa ngapi hivi? Akasema, maskini, angalia namna alivyokuwa mkweli maana. Akasema, bwana, mimi nahitajia shilingi 8,000 ya Kenya tu. Nikipata 8,000 ya Kenya basi hii kazi ya ukahaba mimi nitaiacha. Tukamwambia, basi tupatie kama siku 2 hivi tutarudi kwako. Huyu mwanamke, ndugu zangu, tuliwaeleza Waislamu msikitini, alichangiwa shilingi 38,000. Tukamwambia 8,000 ni yako ya biashara na 30,000 nyingine ya maisha yako wewe. Huyu mwanamke alianza biashara ya halali na akaacha kazi ya ukahaba, na leo ninapozungumza na nyinyi hapa, alipata mume, akaolewa na akazaa naye watoto 2. Amalun yasir wa ajrun adhim, kazi ndogo sana. Tusiporekebishana hapa ndugu zangu, watu wanafanya mambo kinyume